tunaishi kipindi ambacho ni kipindi cha tofauti ambacho kuna roho ya uasi. Kuna watu wengi ambao mioyo yao imerudi nyuma. Watu hawataki kweli ya neno la Mungu. Watu hawataki kufuata mafundisho ya Mungu. Watu wanataka kufuata njia zao wenyewe. Kwa hiyo si kipindi rahisi pale ambapo watu wanataka kuenenda vile wanavyotaka wao na sio vile ambavyo Mungu anawataka tuenende. Sio vile ambavyo Mungu anatutaka sisi sote tuishi. Kwa hiyo ni wajibu wetu kama viongozi kuendelea kusimama kuihubiri kweli ya neno la Mungu bila kuichanganya, kuhubiri kweli ya neno la Mungu bila kuogopa mtu, bila kupendelea watu, kwa sababu Mungu anatutaka tuiseme kweli. Lakini jambo la tatu, tunaishi katika kipindi ambacho taifa letu limepita katika mapito ya uchaguzi. Kwa hiyo mioyo ya watu imegawanyika, mioyo ya watu ina maumivu, na ni kipindi ambacho kwa kweli tunamhitaji Mungu ili kuganga mioyo ya watu katika taifa hili, lakini pia kurejesha mioyo ya watu baada ya matukio ambayo yamelikumba taifa hili. Kuna watu ambao walipotelewa na ndugu zao, kuna watu ambao walipotea, kuna watu ambao walikufa, lakini pia kuna uharibifu mkubwa kwa namna moja au nyingine ambao ulikumba taifa. Ni wajibu wetu kama Wakristo, ni wajibu wetu kama viongozi kusimama kwenye kweli, kusimama katika kulijenga taifa hili, katika kusema kweli, katika maridhiano ya kweli, katika kukubali ukweli, katika kuombana msamaha wa kweli, na katika kukubali kwamba yale yaliyotupata yametupata, na ya kwamba sasa tunahitaji kuanza mwanzo mpya kwa kukubaliana ili kulijenga taifa hili. Tunapotazama wakati mwingine tunaona pana hali ya sintofahamu katikati ya jamii. Unaona watu wakifurahia matukio mabaya, mtu anapokufa watu wanashangilia, mtu anapopatwa na mabaya watu wanasema angeongezeka na mwingine. Si hali njema kwa taifa.